Leo nataka nizungumze kitu ambacho ni muhimu sana kwa wale ambao familia zao ni familia zile za chini, yaani uchumi wao ni ule wakati, aidha wanaishi zile nyumba za kupanga, ambapo unakuta ndoo moja ya kuogea wanashare baba, mama, watoto, mpaka wakija majirani, wakija marafiki, wakija ndugu, wote watumia ndoo hiyo hiyo moja kuweza kuogea. Lakini pia unakuta labda nguo ambayo alijifungia mama wakati alipotoka kuoga ndio ambayo pia atamfungia mtoto, sabuni ambayo alitumia baba ndio ambayo pia atatumia mtoto kuweza kuogea. Ukweli ni kwamba kuna kitu ambacho unakitengeneza mwenyewe bila mwenyewe kuweza kufahamu. Unatengeneza bomu ambalo likija kuripuka halitaacha hata mtu mmoja katika familia yenu. Ukweli ni kwamba yapo magonjwa mengi sana ambayo yanaambukizwa kupitia hali ya kushare. Umeshare sabuni, umeshare ndoo, umeshare vyoo, umeshare mataulo, umeshare nguo zingine. Yapo magonjwa mengi sana ambayo yanaambukiza, lakini huu ugonjwa ambao unaona hapa ambao tunaoita herpes pia mtu unaweza ukaambukizwa kupitia kushare. Sasa baba anaweza akaupata kupitia kwa mama ama kupitia kushiriki tendo na mtu mwingine yoyote, lakini mtoto atapata changamoto hii kupitia kushare. Kwa kuna uwezekano mkubwa wewe baba, mbona sasa hivi unapitia hali ya miwasho pamoja na vipele katika sehemu zako za siri, hiyo changamoto ukairudisha ndani katika familia yako na ukateketeza familia yako bila mwenyewe kuweza kufahamu. Ikiwa ni wewe na hiyo ndio tabia yako, hakikisha unaacha mara moja. Tenga ndoo za kuogea za wazazi ziwe sehemu fulani, ndoo za kuogea za watoto ziwe sehemu fulani, sabuni ya watoto, sabuni ya watu wazima. Usichanganye. Hii itakusaidia kuepuka kushare, lakini pia kuepuka kuambukiza watoto dogo ambao hawana hatia yoyote, ukawapa maradhi ambayo kwao yanakuwa ni makubwa kuliko uwezo wao.